Habari mdada, habari mkaka, habari mama, pia mbaba na mwanajamii kwa ujumla. Na kushukuru tena na tena msikilizaji wangu kuendelea kufuatilia Masabuna Simulizi. Wewe ambaye bado hujasubscribe, tafadhali kumbuka kufanya hivyo. Pia kulike, kushare na kucomment. Hii ni episodi ya pili, sehemu ya kwanza msikilizaji. Pale tulipoishia episodi ya kwanza, sehemu ya 3, Bwana Tamimu alipata mafanikio makubwa kupitia mke wake mdogo Farihia, rafiki yake wa utotoni. Aliendelea kuwa mume mwenye bahati. Wake zake ndio walikuwa washauri wake na sapoti kubwa ya maendeleo, na pia kizazi kiliongezeka, alifikisha watoto 8. Naam, maisha yangu yaliendelea msikilizaji. Mimi Tamimu nilipata marafiki wengi sana. Jamii iliyonizunguka hapa kwangu Kongoe iliniangalia kwa jicho la tatu. Kipende chama chetu ili maendeleo yaje kwa haraka. 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 Hizi ni nyimbo ambazo zilisikika kwenye mikutano mbalimbali ya wanasiasa. Mpaka hadi watoto wadogo waliziimba. Kwani sauti ya mkongwe wa muziki ambaye sasa ni marehemu, ukichanganya na melodi yake, ni lazima utingishe hata kichwa. Ni nyimbo zilizovuma sana ambazo zinatumiwa na chama tawala. Siku moja nikiwa ofisini kwangu hapa shuleni, alikuja mheshimiwa mmoja ambaye mimi simfahamu, ila huwa namuona mara kwa mara kwenye runinga. Wakati huu uongozi uliokuwepo madarakani haukuwa unataka mchezo katika kazi, hasa zile za maendeleo ya nchi kama vile ujenzi wa barabara na mambo mengine mengi. Kiongozi namba 1 alikuwa mkali kwa viongozi ambao ni wazembe, hawafanyi majukumu yao ipasavyo. Karibu mheshimiwa, karibu uketi. Asante bwana mwalimu. Habari ya kazi mwalimu? Njema kabisa. Naona maendeleo yako mwalimu. Umepiga hatua kubwa sana. Ya, Mungu mwema mheshimiwa. Okay, mwalimu, mimi bwana nimekuja hapa. Nina jambo. Sijui niseme kukushawishi au kukufahamisha kinachoendelea kwenye eneo letu hili la Kongoe. Okay, karibu sana mheshimiwa, nakusikiliza. Kwanza kabisa mwalimu, naomba utumikie nchi. Tukuchague kama mbunge wetu. Unasemaje? Asante kwa ujumbe huu mheshimiwa, lakini naomba muda mheshimiwa. Kuna watu wangu wa karibu lazima niwashirikishe. Hakuna tatizo mwalimu. Halafu kuna mkutano kiongozi wa juu kabisa namba 1 atatutembelea siku ya Jumamosi. Uje bwana, usikose. Ni sawa mheshimiwa, nitafika inshallah. Tuombe uzima. Basi kwanza kabisa niliwashirikisha wake zangu. Farihia alikataa kata. Mume wangu, siasa tena. Unawajua wanasiasa, lakini hapo wameona pesa ipo wakuchune. Yaliniingia maneno haya. Nimekuelewa mke wangu, nilimwambia. Basi kama kawaida yetu, mimi na mke wangu Farihia tukikutana ni kucheza kama watoto mpaka usingizi unatupitia. Siku hii ilipita, nikawa kama nimeondoa kichwani mambo ya siasa. Nilipofika zamu ya nyumba kubwa, Nuru naye vile vile kama waliambizana. Nilipomweleza, tunataka nini tena mume wangu? Mbona pesa ipo ya kumwaga? Watakukupua kama kuku, wakuache mweupe, achana nao bwana. Nikabaki sina la kufanya. Niliishia kumridhisha Nuru wangu. Basi siku ikapita. Niliwaza sana. Mimi si ndio
Katika wale nilikataliwa cheti changu hakikuwa safi, nikanyimwa hadi kiinua mgongo jamani. Nilimshirikisha pia mshikaji wangu mwalimu ambaye tulitoka naye mbali na tuko naye hapa, maisha yanaendelea. Sikuwahi kukujuza jina lake huyu jamaa yangu. Anaitwa Aidan. Yeye kwao ni maisha safi, lakini yeye ni mtoto wa nje ya ndoa. Anajipambania kimaisha kwa kuwa anajua hana chake kutoka kwa baba yake kisheria. Kwani katika makuzi yake, mama yake wa kambo alimnyanyasa sana. Alisoma kwa shida kama mtoto wa kimaskini. Hali hii ilimkomaza kiakili, alijitambua mapema. Aidan, Mungu kamjalia moyo mzuri. Anaishi na watu vizuri hapa shuleni. Ni mwalimu mkuu kwenye shule moja kati ya shule zetu. Anafanya kazi kwa bidii sana. Ni mkali, lakini ajabu wanafunzi wanampenda sana. Ila rafiki yangu huyu ana bahati mbaya sana kwenye mahusiano. Mkewe alitoka nje ya ndoa mwezi mmoja tu baada ya harusi yao, tena na bosi wake. Aliaga kuna pati kazini, lakini kumbe aliishia guest. Watu nao wakamfikishia taarifa Aidan. Akafika hiyo sehemu akamshuhudia mkewe. Mpaka leo mkewe hajui kama mumewe anajua. Aidan anaendelea kuishi na mkewe huyu, lakini linamtesa sana jambo hili, kiasi kwamba ndoa inakaribia miaka 7 hawajapata mtoto. Rafiki yangu Tamimu, kuhusu mahusiano sipendi ushauri wa mtu yeyote. Mara nyingi Aidan huniambia maneno haya, nami natii, sisemi neno. Basi nilimweleza jambo langu. Aidan rafiki yangu, kwanza mimi sijawahi kukueleza, unajua mimi ni muhanga wa vyeti feki. Ile diploma nilikuwa najiendeleza, lakini haikusaidia. Nilitolewa kazini bila hata kifuta machozi. Cha ajabu, wanasiasa wananifuata. Nilimweleza ujio wa mheshimiwa na alichonieleza, pia wake zangu walivyolipokea jambo lenyewe. Tamimu, kwanza mimi nakuonea wivu sana rafiki yangu. Wake zako ni washauri wazuri sana kwako. Hata mimi sioni haja ya kuingia huko. Lakini kama mwanaume ninaweza kusema ujaribu. Ila ukiona kuna ishara mbaya kama hizo za rushwa na nini, unaachana nao, au sio bwana? Halafu yale mambo ya vyeti bwana, chukulia ilikuwa ni njia ya kukutoa sehemu moja kwenda nyingine. Angalia, pengine usingekuwa na mashule yote haya, ungetumikishwa huko mpaka uzeeni. Kweli bwana maneno yako, maana mshahara wenyewe ulikuwa mdogo, mpaka ukope benki ndio ufanye maendeleo. Na hivi sasa wanakufuata kwa kuwa wanaona hauna shida ya pesa, na pesa yako unaingiza kihalali kabisa. Okay, basi ngoja nijaribu rafiki yangu. Wamenialika kwenye mkutano siku ya Jumamosi, twende pamoja. Siku ya mkutano mheshimiwa alinipigia. Mwalimu, nakukumbusha tafadhali njoo kwenye mkutano. Nikusikiliza tu. Niliwaficha wake zangu. Mimi na rafiki yangu Aidan tulienda kwenye mkutano. Mambo mengi yalizungumzwa. Kiongozi wa juu namba 1 alikuwa ni kiongozi makini sana. Mara alinipoint, wewe kijana mwenye shati la blue, hebu njoo hapa. Nilishtuka. Nilitazama nyuma yangu, labda kuna mwingine ana shati la blue kama mimi. Wewe unageuka nyuma. Mara kamera yote iliniangaza mimi. Nilipofika pale jukwani, kiongozi wa juu alisema, nampendekeza kijana huyu. Unasema wewe ni mwalimu Ndio kiongozi, basi wewe ndio mgombea wetu katika jimbo hili. Nilikosa la kusema. Watu waliimba na kupiga makofi. Chama chetu juu juu, chama chetu juu juu, chama chetu juu juu, chama chetu juu juu, chama chetu juu zaidi. Msikilizaji, nilitamani kukimbia, lakini ndio nipo katikati ya serikali, vyombo vya habari kama vyote. Jamani, Tamimu yule kipindi kile alipigwa chini. Ajira ilikufa ghafla. Ndio huyu jamii inatamani awe mwakilishi wao. Nini kitaendelea? Je, atamudu pressure za siasa?
familia yake nayo haitaki. Je, watalipokeaje jambo hili? Karibu tena tusikilize sehemu ya ijayo ambayo itakuwa episodi ya pili, sehemu ya pili. Bonyeza kengele uwe wa kwanza kuipata. Bye bye.